La tatu, Bwana Yesu alifundisha kwa mifano. Alikuwa na maana, mfano ule utusaidie sisi tukiwa duniani katika maisha haya ya mwilini, na utusaidie katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo kwa mfano hii Mathayo 13, hii ni mfano, alitoa kwa mfano, lakini alikuwa na maana utusaidie sisi kwenye maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusome. Mmoja naomba asome sasa Mathayo 13 mstari wa 44. Alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua shamba lile. Anasema ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni na ufalme wa Mungu ni ule, hauna tofauti. Ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni, anasema kama alivyoandika Mathayo, hauna shida. Ufalme wa Mungu anasema unafanana na hazina iliyositirika shambani. Nimesema neno ni bebeo. Kwa hiyo humo ndani ya hili neno sasa tunatakiwa tumenye ili tuweze kula ujumbe wa Kristo alikuwa anataka tufanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaanza kumenya. Ni mfumo unaotutaka sisi tuishi hapa duniani katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Hiyo ni moja. Unaweza ukasema ufalme wa Mungu ni kama chombo ambacho ukishaweza kuingia mle, safari inaanza ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Swali jingine la kutazama, kwa nini Yesu aliufananisha ufalme wa Mungu kama hazina iliyositirika, yani iliyofichwa shambani? Ana maana, ndio maana yule bwana alienda na anatafuta. Kumbe ufalme wa Mungu, wapendwa, hauko wazi, umefichwa. Lazima tuutafute. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ufalme wa Mungu umefichwa, lazima tuutafute kama alivyotafuta yule ile hazina. Bwana Yesu alikuwa anataka tujifunze mambo kadhaa. Jingine, kwa nini mtu yule alipoona hazina alipoiona akaificha tena, akaenda kuuza alivyo navyo, ndio akaja kununua? Yaani kama ni kuku, bata, akauza akaja kununua. Ina maana alikuwa anataka amiliki kihalali lile shamba. Tena hakununua ufalme wa Mungu, hakununua hazina, alinunua shamba. Alinunua shamba ambamo ndani ndio kuna hazina. Hakununua hazina, alinunua shamba. Ina maana alikuwa anataka kumiliki lile shamba na ndani ndio kuna hazina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Bwana Yesu alikuwa anataka tujifunze nini hapa? La kwanza, yaani humu ndani kuna vyakula kama 4 vifuatavyo. La kwanza, mfano huu wa Yesu unatuonyesha kwamba tunapopata mafundisho yale ya awali na kupata kipaimara, tunakuwa tumeiona hazina iliyositirika shambani. La kwanza, tunapopata yale mafundisho ya awali, na Paulo aliyaita ni mafundisho ya kitoto ya awali, yale ya kutuwezesha kupata kipaimara, tunakuwa tumeiona hazina iliyofichwa shambani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwenzetu baada ya kuiona, maana lazima tujifundishe. Yesu anataka tujifundishe. Baada ya kuiona akaificha tu. Ina maana na sisi tunapopata kipaimara inabidi tukifiche kwanza. Nirudi hapo wapendwa. Tunapopata kipaimara inabidi na sisi tukifiche kwanza. Twende tukatafute nguvu. Mwenzetu alitafuta nguvu za kiuchumi, akauza bata,
akauza nini. Sisi twende tukatafute nguvu za kiroho ili na sisi tuje tuweze kuuteka. Maana huyu mwenzetu zile fedha alizouza kule bata nini akaweza kununua lile eneo, ina maana likawa chini yake. Na sisi lazima tuje tuuteke Ukristo wetu, kwa sababu ndani ya Ukristo ndio kuna ufalme wa Mungu. Wapendwa, umeelewa hapo Bwana Yesu anavyohitaji twende? Kwa hiyo kumbe tunahitaji tuwe na nguvu. Haya tunapata wapi? Yanasapotiwa na wapi huu mfano wa Yesu? Hebu tusome Mathayo 11 mstari wa 12. Na mwingine atasoma Luka 16 mstari wa 16. Yule mwenzetu alikwenda akatafuta nguvu za kiuchumi. Akauza bata, akauza nini, akawa na fedha za kutosha. Akaja akalinunua shamba liwe halali yake, mali yake. Sisi tunatakiwa tupate nguvu gani? Tunatakiwa tupate nguvu za rohoni. Hebu tusome Mathayo 11 mstari wa 12 na Luka 16:16. Aliyepata anaweza kuanza kusoma. Upatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauleta. Tangu wakati wa Yohana ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Ni nguvu gani hizo wapendwa? Ni nguvu gani? Wenzetu walipata nguvu za kiuchumi. Sisi tunatakiwa tuna nguvu gani? Hebu na mwingine amalizie hiyo nani? Huyo umesoma ni Mathayo 11:12. Mwingine amalizie Luka. Neno la Bwana linasema, Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa na kila mtu, kujiingiza kwa nguvu. Na kila mtu anajiingiza mle kwenye ufalme wa Mungu kwa nguvu. Kumbe nguvu, Bwana Yesu anataka tujifunze. Kumbe nguvu inahitajika. Chakula cha nne ambacho tunajifunza kutoka kwa Bwana Yesu kwenye huu mfano wake. Kumbe unaweza kuwa Mkristo lakini umefungwa jela ya kiroho. Kwa nini? Kwa sababu tunautumia ufalme wa Mungu bila kuwa na hati miliki ya Ukristo wetu. Hivyo hatuna vibali. Mwenzetu tumeona kule, mwenzetu alikuwa na vibali halali. Yaani alipoona ili aweze kuwa nauza ile dhahabu, ile hazina yake ni dhahabu au ni nini, lazima awe na vibali. Ndio maana alikwenda akauza vyote, akanunua shamba. Kwa hiyo akichukua dhahabu yake akapita anakwenda anauza, hata akikamatwa na polisi anatoa kibali. Sisi wapendwa, ukikamatwa na polisi tunakosa vibali. Kwa hiyo humu ndani wapendwa, maana tumeambiwa tukumbushane na kuonyana. Tunaweza kuwa tulikwisha shikwa na polisi. Alipotuuliza kwa nini mnatumia ufalme wa Mungu, tukawa hatuna vibali. Kwa hiyo kuna watu hapo ndio wamekamatwa. Kuna watu upelelezi bado unaendelea. Kwa nini wanatumia ufalme wa Mungu bila vibali? Wengine tayari wako jela. Muulize ndugu yako, wa jirani yako, yeye yuko wapi? Je, ndo kakamatwa sasa hivi anatumia ufalme wa Mungu bila kibali? Au je, yuko nje kwa dhamana bado upelelezi unaendelea? Au yuko jela? Kwa nini? Kwa sababu tunatumia ufalme wa Mungu vibaya, bila vibali. Wapendwa, uzuri wa Injili itatuonyesha, kabla sijamaliza, itatuonyesha ni jinsi gani sasa, maana ni vyakula. Uzuri Injili ina vyakula mbalimbali. Itatuonyesha ni jinsi gani sasa ya kupata nguvu za kiroho. Itatuonyesha. Wakristo wanaweza kusema sasa hii ya kushikwa na polisi tena, wakati sisi tumeokolewa kwa neema, polisi anatoka wapi tena kutushika? Naweza wakauliza hilo. Lakini wapendwa, tunarudi kule kule neema. Maana Mungu wetu anataka tuwe na ufahamu kweli kweli. Neema ni nini?
usile na maganda. Menya. Tazama ndani ya neema kuna nini, ili ujifunze. Tukimenya wapendwa, neema tuimenye. Ndani ya neema hiyo kuna mambo mawili, kuna neno na kuna damu, na ndivyo alivyokuja navyo Yesu, na ndivyo agano lile jipya linatoka ndani ya neema. Agano maana yake ni makubaliano, na makubaliano yatakuwepo na mambo ambayo mnakubaliana kwamba haya mkifuata mtakuwa salama. Kwa hiyo ndani ya neema kuna neno na kuna damu. Usishie kusema neno, tazama na ndani ya neno tena, menya tena neno. Kuna nini ndani ya neno? Ndani ya neno wapendwa, kuna imani na kuna maarifa. Kwa nini? Imani huja kwa neno la Yesu, na neno ndio linatupa maarifa ya mbinguni. Imani inapokomaa huwa inakwenda rohoni, ni imani ni ya rohoni. Maarifa yanapokomaa, yanapozidi sana, inakuwa ni kweli ya Mungu. Ndio maana Bwana Yesu alipokuwa akiongea na yule mama pale kisimani, alimwambia mama, saa inakuja waabuduo wa kweli watamwabudu Mungu katika roho na kweli.